kwa hiyo mradi. Kwingineko mtazamaji, hatua ya serikali kutoa ahadi ya kufidia familia za Wakenya waliofariki kwenye maandamano ya Gen Z na baadaye kunyamaza kimya imezindua wasiwasi miongoni mwa Wakenya na maswali mengi kwa jamii za waliofariki kuhusu mpango wa serikali kuhusu ahadi hizo. Kwa sasa baadhi ya Wakenya wameshinikiza serikali kutimiza ahadi yake. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Voi, kaunti ya Taita Taveta. Na kufuatia kisa cha baadhi tu ya Wakenya humu nchini kuweza kupoteza maisha yao wakati wa maandamano ya Gen Z humu nchini, serikali kupitia Rais William Ruto aliweza kutoa ahadi kwamba serikali itakuwa inafidia baadhi ya wale ambao familia zao waliweza kufariki, lakini hadi kufikia sasa bado taarifa hiyo haijajulikana mpangilio huo uko vipi. Na hapa Voi tutakuwa tunapata fursa kusikia kauli za baadhi tu ya wakazi. Je, wanazungumziaje kuhusiana na mjadala wetu wa leo? Tegemea kuna wale viongozi wenye wanashughulika na hizo mambo, sasa huenda wao wanaweza kutupatia backup vile wanavyoongea na serikali, wajua waweza kuwasaidia watu, ama kama waweze kusaidiwa na mashirika mengine, ndio hivyo watu wapate haki zao. Kwenda mbele, kabla ifikie kwamba mtu amepoteza maisha ndio iwe kwamba anafidiwa maafidiwi, serikali inafaa kufanya nini ndio tusifikie katika hiyo hatua? Sasa serikali inafaa iangalie hizo familia, na kama watu wanaweza kulipa ridhaa zao, angalie waweze kulipa watu. Kuna watu waliingiwa na hasara katika mali zao, walipoteza mali, sasa waweze kuangalia upande wote, ndio tutaomba namna hiyo. Sasa maoni yangu ni kuwa kama mwenye ameenda hawezi rudi, na kama hawezi rudi tuseme wenye watalipwa si ni wenye wako. Kwa hivyo kama ni wakulipwa walipwe, hiyo story itoke. Mambo ya kusema wote wanaenda kuandamana sijui kutafuta haki ya mwenye alikufa. Haki ya mwenye alikufa ilitangulini kapatikana. Kama haki ya mwenye aliyehai haipatikani, aliyekufa haki yake itatoka wapi? Kwa hivyo kama waliuliwa kibahati mbaya ama waliua kwa kutaka, kama ukulipwa walipe watu wao, hiyo story ishe na mambo yaishi. Nilisema tutatuangalia waliumia 2017 bado. Ingewezekana hata angekuja tu akatusikiza sisi kama majenzi, ukatuliza mayo. Tuko na mipango nyingi, lakini sasa tunashindwa tutafanya aje mazi. Maana hata tuelewi iko aje mpaka sasa hivi hatujajua takuaje. Ulisema utalipa mpaka sasa hivi. Wengi wameumia, kuna familia nyingi bado waliumia na wengine hata hawajapata wenzao bado wanazidi kuwatafuta. So Rais, bwana Rais, tunakuomba na tunanyenyekea. Wewe ni mtu wetu, tulikushika mkono, tusikize pia sisi kama majenzi bana. Tusikize tu itakuwa rahisi. Beside after hiyo vitu kutokea, kulisemekana kuwa kuna compensations zingeweza kufanyika. Sasa hiyo compensation tungetaka at least watu wenye ambao wamekuwa affected. Unajua kupoteza mtu, unaweza pata mtu maybe ndio alikuwa breadwinner kwao. But hiyo situation mtu haezi elewa kwa ground. Utapata mtu maybe hata amefika point aweza saidia mzazi. Unajua our parents go aging. Wazazi wetu wakati wanaongezeka miaka, sisi ndio tunakuja tunawasaidia. For those tunapata hawajaji well up sana. So tungeomba hizo compensation at least kama zingeweza kufanyika vile kwa zimesemekana. At least zifanye compensation tutasaidia at some point. Angefanya mpango wale watu wawe wako compensated mapema sana. Kitambo ije kujulikana hata wawe wako washamaliza hiyo. Kwa sababu wakati umeahidi watu kitu, inamaanisha kwamba hiyo kitu wanaweka kwa roho zao. Na kama wameweka kwa roho zao, ukija useme sasa ama ianze kona, hiyo haita kuletea sifa mzuri. Na hizo ndio kauli za baadhi tu ya wakazi wa eneo la Voi wakizungumzia hatua ama mapendekezo ama ahadi za serikali kwamba itakuwa inafidia wale ambao waliweza kufariki katika swala zima la maandamano ya Gen Z. Hadi kufikia sasa tutakuwa tunasubiri pengine, je, serikali itatimiza ahadi yake? Nikiripotia KTN kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Bado tukiendelea mtazamaji, wananchi